Tafadhali tuketi. Gavana wetu Mwalimu Mutahi Kahiga, Senator wetu, MCA wetu, PS wetu Salome Bianco, the Commissioner General Retired Brigadier Walioba, the Regional Prisons Commander, the officer in charge, all prisons officers here, all NCOs, warders, wadaresis, na wale wageni wetu ambaye mmetualika hapa, the inmates. God is good and all the time. God is good. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu wangu mpo? Happy New Year. Happy New Year. Asanteni sana. Nilikutana na officer in charge, nikamuomba nikubalie nifike hapa tukue na sherehe ya mwaka mpya, kwa sababu nimekuwa rais alinipatia ruhusa kutoka tariki 20 nikuja nyumbani nipumzike kidogo, nikipata nafasi ya kuongea na majirani, mashemeji, marafiki zangu na watu ya nyumbani. Na nilikuwa pale nyumbani, nimekutana na wamama, wamekuja hapo Christmas, tumekula pamoja. Tariki 24 wakakuja watu wengi karibu 5,000. Hapo baadaye nikakuwa na watoto, wakakuja hapo tukacheza. Alafu tariki 27 nikaita vijana karibu 8,000. Sasa nikaambia officer in charge, hii watu wangu wa Kingongo wanaweza kubaliwa kuja hapa nyumbani wakula? Akaniambia haiwezekani. Akaniambia nyinyi kutoka hapa lazima kuwe na production order. Sasa nikaona it is easier for me to come. Nimwambia mkuje, akakuwa mgumu, akaifanya very difficult. Ikasemekana nyinyi kutoka hapa the process, si ndio? So mimi nikamwambia tariki 1 akinikubalia nikuje hapa tukue na service ambayo imeongozwa na mke wangu Pastor Docas, na pia nimeandaa chakula ya mchana tukule pamoja. Si mngeda tukule pamoja? Tumepika vizuri, tumepika chapati, tumepika kuku, tumepika nyama, tumepika pilau. Najua siku nyingine nilisema sisi wa Afrika hasa wa eneo hili tukikaa kuongea tunaongeaga tukikula, si ndio? Na sherehe ya kukula ni kitu imekubalika katika jamii yetu. So nilikuwa nimesema kabla rais hajachaguliwa, akichaguliwa tutaketi pale kwake kuongea tukikula vizuri. Watu ya magazeti wakanikemea, lakini kwa sababu wengine wale watu ya social media na watu ya hawaelewi, it is our tradition for people to eat as they speak, si ndio? So lazima tumekuja hapa kuzungumza tukikula pamoja kwa sababu ni wakati ya Christmas, si ndio? Pia sikukuja mkono mtupu kwa sababu officer in charge nilieleza zile shida siko hapa, na mimi nikaona nikija siwezi kuja mkono mtupu. Lazima pia nijaribu kurekebisha maisha yenu kidogo, ifae kidogo. Kwa sababu vile nyinyi mnaishi hapa mimi naelewa kidogo. Mimi naelewa kidogo hii maneno ya kufungiwa, kushikwa, hiyo mimi naelewa. Sio unajua? Unajua siku tulikuwa tunatafuta uongozi, walinihangaisha mimi sana kwa sababu ya kumuunga Rais William Ruto mkono. Sio unajua? Na hiyo maneno Pastor Docas unasema ya kuwekelewa inakuweko, it is not. Iko wale wamefanya makosa na iko ya kuwekelewa. That is true. Sasa mimi walikuwa wananitisha, wewe usipowachana na William Ruto tutakufunga, tutakutafutia makosa mpaka uende jela, si ndio? Walikuwa wananishika Friday, wanawanchilia mimi Monday. Lakini mimi nakaa ngumu. Mimi nakaa ngumu kama hiyo watu ya maximum. Sijui na kuna mimi nakaa ngumu. Sasa mimi nikaambia hao sisi hatuwezi tishwa. Mwanaume anakufa safari ngapi? Na hii jela ni ya wanaume na wanawake. Ni ya kuingia na kufanya nini? Kwa hivyo si ati maisha yenu imefika mwisho. No, it's just a process, a journey. Na maisha ya kijana kwanza, mtoto ya kijana, maisha mwana yaka hene mwabato kumana yagashi ya robina ya yakua. Kadivyo.
Wewe mwe ya mujipapie nguvu. The fact that you are here does not mean that you have been condemned to nothing, to death. This is just a challenge in life. And I want you to be positive about it. Vile pastor amehubiri, mkuwe na imani. Wale ambao walifungwa na wamefanya makosa wabadilike. Si ndio? Wale ambao waliwekelewa, Mungu asaidie apili zao siende through, waende nyumbani. Si ndio? Wale ambao walifanya makosa, you will examine yourself, you become a better person. Si ndio? Kwa sababu pia kuna wale wamekosa, wacha tukubaliane. Si ndio? Hata nyinyi mnajua. Kuna wale pia kwa roho wanajua, hata kama wanasema ni kuwekelewa, kwa roho wanajua hapa walipotea hapa na pale. Lakini hii fahali ni ya kurekebishwa. So mimi watu mtu walikuwa anaitwa Kinoti. He was a very notorious man. Na sisi tulimsamehe. Akanimagia makesi chungu nzima. Akasema mimi nilikuwa na pesa yangu. Akasema pesa yangu 12.4 billion nimeiba. Akiulizwa ameiba kwa nani? Hakuna mlalamishi. Nani aliona akiiba? Hakuna. Kuna benki mtu alivuja? Hakuna benki imevujwa. Kuna mtu alipatikana na pastora? Hii mtu hakuna. Lakini ni mwizi. Wanasema hii mtu wewe funga tu kwanza. Atatolewa na apili huko mbele. Sasa wanasukuma magistrate, wanamwekelea bunduki kwa kichwa. Ati ndio anifunge mwaka 50. Sasa magistrate aliona hii kesi hakuna. Akaweka siku ya kusikizwa ni baada ya uchaguzi. Nipigie makofi. na wale watu ya DPP na DCI kwa sababu walijua pia ni kuwekelewa, hata hao wakasema isikizwe baada ya nini? Ya uchaguzi. Sasa tukazungukana na hii watu. Sasa kampeni kifanywa hapa Nyeri. Huyu mzee ya kitendawili akakuja hapa Nyeri. Si mnajua ile mzee ya kulala? Mnamfahamu? Alikuwa ameambiwa ati amepanda mlima akakuja hapa Nyeri. Sasa akiwa juu ya gari akasema huyu gani huyu? Tukichukua tutafunga. Tafunga jela kuvia huko. Unasikia? Sasa watu wakasema bwana huyu ni mtoto wetu. Huyu Regadi ni mtoto wetu, msifunge, hatuwezi kubali, ndio tunataka. Sasa mjumbe mmoja anaitwa Kanini Kega, rafiki yangu. Akasema huyu Regadi mnapenda, kama mnapenda ni sawa, tukichukua tutamfunga hapa Kegolo ndio mkue mkimletea uji. Sasa vile walisema nitafungwa hapa ndio nimekuja kuonana na nyinyi. Kwa sababu sasa kama walichukua serikali si wangeniendelea wanifunge. Si hata tungekuja kutembelewa pamoja. Sasa nikaona mimi vile niko nje, wacha nikuje nitembee. Mnataka nikuje nikiwa kutembea hapa? I want to encourage you. I want to encourage you. President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities. Tukuje hapa tubadilike mambo ya ukulima, mambo ya manufacturing, mambo ya kutengeneza magari, mambo ya furniture, mambo ya courses. Ya kwamba ukitoka hapa uende uanze maisha upya ukiwa na kosi yako. Na mimi nataka muweke bidii. Mtaweka bidii? Nataka muweke bidii. Na vile PS amesema tutasaidiana. For me hapa mko na 88 acres. Na tumeongea hapa kwa ofisi, kuna mkutano nitaalika, tupange vile mnaweza pata maji ya irrigation. Tuweke ukulima hapa, hii jera ya Nyeri. To produce enough food for consumption here, to supply Gachagua Police College na hii hospitali yote iko hapa. Na hapo mnaendelea to learn new farming techniques. Ndio mkirudi nyumbani, kwa sababu si mtarudi tu. Mtarudi nyumbani. Wengine ni miaka kidogo, wengine mkae, wengine pole pole, mtarudi nyumbani. Mkitoka hapa mnatoka mtu akiwa na kosi yake. Juzi tukiwa correctional day, iko mtu alikuwa amefungwa mwaka 7, amekuja hapo, sasa ni veterinary doctor. Mwingine alikuja alikuwa amefungwa pale Shimolatewa Booster Institution, ako 3rd year university pale JKU Kata akisoma engineering. We have seen many people ambayo wamefungwa na wametoka huko wakiwa na course. And I want to encourage you. Mujaribu zile courses ziko, ile nafasi imepatwa, muweze kupata kitu ya kutoka nayo hapa. So that hata ukitoka hapa,
Unasema hii it was a small accident, lakini iko kitu mimi nimetoka na nini? Usitoke hapa bure. Tumekubaliana? Kwa sababu hiyo muda unakaa hapa ni mzuri utoke na kitu. Again, officer in charge aliniambia hapa, nyinyi ni watu wazuri, mjipigie makofi. Hata alikuwa amesema tutakutana watu ya maximum kando na watu ya medium, hatuwezi weka hao pamoja. Sasa naona nyinyi wote mko pamoja mpaka wa mama. So I can see you are good people and we have come to tell you we love you despite you being here. You are Kenyans, you are human beings, and we love you the way we love the other people of Kenya. Na kwa hivyo nimeambiwa challenges ziko hapa, nimeambiwa mattress hakuna, si ndio? Blanket haku. So mimi nikasema vile nimefika hapa, na mimi hiyo maneno ya kulala kwa chini bila mattress mimi naielewa. Naielewa sana. Ile siku alikuwa ananiweka pale, kuna mattress hakuna nini, tunang'ang'ana na simiti. Kwa hivyo nimekuja na mattress 1000. Na nimekuja na blanketi 1000. And I am going to bring more. Ni vile kulikuwa wakati ya Christmas, most of my friends walikuwa wameenda, nitatafuta zingine. I'll make sure that kila inmate hapa ako na mattress, ako na blanketi. At least we try to make your life a little bit more comfortable. Even as you are confined here, as you are denied liberty, we try to improve your quality of life. Ndio tuweze kukaa mzuri. For our prisons, wonders and wadaresis, I have good message for you. What you do is a very important assignment for this country. Kuchunga hao wangwana wetu ni kazi muhimu. Na tunatabua nyinyi sana. Na ndio rais aliweka task force ya police and prisons reforms. Tuangalie mambo yenu, maslahi yenu. Na ripoti imetoka na rais ameikubali. July 1st this year, tutaongeza mshahara yenu progressively within 3 years by 40%. Ndio hata nyinyi mweke kitu kwa mfuko. And we know when the morale of our officers is boosted, they'll take care of you even better. Si mngetaka tuongeze mshahara pia? Si wanachunga nyinyi vizuri? So our officers, we want to encourage you that we are sure we know the challenges that you are facing. Your housing challenges, we are going to discuss with the PS Housing. Tunajua mambo ya allowances yenu, mambo ya mshahara, and the president has addressed that matter conclusively so that we can also be able to help you to become better people. Pia officer in charge ameniambia mko na shida kidogo ya maji, haitoshi kwa sababu nyinyi wengi. Tumepanga na watu ya Nyeri Tana Water Agency, chairman nako hapa, watakuja hapo waangalie vile tutasaidiana so that we make sure that you have enough water na mtaweza kuendelea naye. Na vile tumekuwa na service hapa, tumetoa hapa sadaka. Kwa sababu nimeambiwa iko women prisoners hapa wako na watoto. Kama ile kanisa tunataka hiyo pesa inunulie hao watoto ya wale prisoners wako hapa nguo ya mwaka mpya ndio waweze kukaa mzuri. We can be able to do that. Kwa hivyo mimi nimekuja tu kusema tumekuja kutembelea nyinyi. And we'll be visiting you because you are our people. Kati kwa doa nyoba itu. Mwoko. Ile muti yo muri ado wako. Ona muri mwoko no la mwishiria. Ndidirika no lewe. Na gutiri atondo mwoko tamunana gutorera. Kati gutorera. Ini na ino kwagwo ona inyo na turashiria maundu manyu. Turamuhora Ngai amuteithia na mena mapil negetha ige through aria angi muteithike negetha mwainuka mugicoka ku family cianyu mucoke ku muri andu makuhota kunyitirira family ciao na kwogwo na umuri guku mutiga icirie nturiganirwo ni inyui na no turikaraga ria tuona mweke tukahitukira tukakumucerera katiguo nimeleta salamu kutoka Rais William Ruto. Mmepokea? Ameniambia nimsalimie sana, tumekuwa na yeye asubuhi huko Nakuru, akanituma na salamu. Na hata yeye siku atakuja hapa State Lodge, tutamwambia apitie hapa kuja asalimie nyinyi. Si nyinyi ni watu wake pia? Si nyinyi ni watu wake? Nyinyi ni Wakenya wetu na tunapenda nyinyi. Na zile shida tuko nazo tutaendelea kutatua pamoja, tutaendelea kukaa pamoja. Kwa hivyo mimi nimekuja kukula na nyinyi
Na mimi siku saa ya chakula ikifika, msiniwekee chakula huko, nikule na hao watu yangu pamoja, we share meal together so that we stay together, tukae pamoja, si ndio? Na sasa mimi nimeshukuru sana and will support this facility, and pia our prisons officers pia nimekuja na Christmas yenu kidogo. I will do also something for your families so that we can also make your new year a little bit more interesting in terms of supporting our people when we are in this area. So Governor wetu Mutahi Kahiga, Wahome, I want to thank the political leadership of Nyeri kwa ile amani iko katika hii county ya kisiasa. Tunaona county zingine siko na kelele. Hapa governor and your team, the women rep, yourselves, the members of parliament, the MCAs, tunakaa vizuri sana na tunashukuru. I also want the county commissioner and your team, I want to thank you very much for the very good job you have done over Christmas. Hatujakuwa na shida yoyote ya usalama katika county hii. Watu wote wamekula Christmas na amani and everybody has been secure. That is the way to go, and I really want to say thank you to the county security team, the police, the DCI, and everybody for the very good job that you are doing for the people of this great county. Again, tunauliza madriver, tukiendelea wakuwa angalifu. The other week we lost many people hapa kwa ajali. I'll be going to see them later this afternoon, kuwatembelea wale ambaye walikufa kwa hiyo ajali, kutembelea familia zao. Tungetaka kuuliza madriver wetu wakuwe waangalifu wakati hii ya katika barabara, ndio tusipoteze maisha, watu wasikuje kuumia. Kwa hivyo yetu ni kushukuru sana sana sana. Niguadwa itu. Nimeshukuru sana. May God bless you and bless you abundantly. Asante sana.